Baada ya kutoka Kinondoni studio, hatimaye tumefika katika soko la kimataifa la kibiashara Kariakoo. Ni moja ya masoko makubwa ndani ya Tanzania, Afrika Mashariki na Kati. Na eneo hili tulilopo ni eneo la Msimbazi. Ni moja ya maeneo makubwa pia katika soko hili la Kariakoo. Lakini tuliofika hapa, maduka mengi yameonekana kufungwa, hali ambayo sio ya kawaida katika soko hili, kwa sababu tumezoea zile pilika na kelele katika soko hili, ikiashiria kwamba biashara kubwa zinafanyika. Hali leo imekuwa tofauti. Tunakumbuka leo ni siku ya Sabasaba, hali iko tofauti na siku yenyewe, na hiyo yote inasababishwa na hofu kubwa. Wao wafanyabiashara wanazungumziaje kuhusiana na hali hii, na tahadhari gani? Ombi lao kwa serikali ni lipi kwa ajili ya kuondokana na adha hii ambayo imekumba leo kutokana na kuwepo kwa maneno mengi kutoka kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kuwepo kwa maandamano nchi nzima? Maduka yamefungwa, kila ninapoenda pamefungwa. Hasa bidhaa gani ambazo ulikuwa unaulizia? Nilikuwa nimeenda kuchukua sare za mtoto za shule, na hapa pamefungwa. Jina naitwa Aika. Naitwa Majidi Juma Mzava. Tumeasilika kwa sababu sisi wafanya biashara, kwa hiyo leo mambo yamekuwa magumu kidogo. Ombi langu tu uvumilivu, usifanye fujo, tutulie, mambo yatakaa sawa. Kwa majina naitwa Mohamed Hamisi Limo. Mimi ni mjasiriamali mdogo hapa mtaa Pemba na Nyamwezi. Nahusika na masuala ya maturubai, viroba, gunia, nailoni. Kwa hii hali sisi bwana imetuathiri kwa kweli, kwa sababu mimi sikutegemea kukuta hivi maduka yamefungwa mengi, fanya biashara wadogo hawapo, na nikiwa naamini serikali yangu iko imara. Kwa sababu hii ni kama ni pressure. Leo ni Sabasaba. Tumezoea kuona makundi ya watu wanapita hapa, mimi mwenyewe naendaga mara kwa mara, lakini kwa hali ilivyo inaonekana mkipita mahali kundi kwenu nyinyi inaweza ikawa ni shida kubwa sana. Kwa hiyo ndio maana watu wengi hawakutaka kuyaona hayo, wengi wakaamua baki tu majumbani. Sasa sisi watu wa hali ya chini tunaathirika. Kwa hiyo tuko tunaiomba serikali ipuuzie watu wa mtandaoni, na serikali iwasikilize wananchi wake nini ambacho wanakitaka. Umesikiliza maoni au hali ilivyo kwa jiji hili la Dar es Salaam leo tarehe 7 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Wananchi wamezungumza yale yote yaliyoko moyoni, wakiwemo wafanyabiashara, abiria, dereva bodaboda, wakizungumzia kero au changamoto ambayo wameipata kwa siku hii ya leo. Nikiripoti kutoka katika mtaa huu wa Msimbazi katika soko la kimataifa la Kariakoo, Egbert Alfred Jr., EATV, Dar es Salaam.